Mimi Idrisa Kipala Mustafa na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu wa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Kwa awali ya yote nichukue nafasi kwanza kumshukuru Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu kutujalia leo tukaweza kuwa nasie ni sehemu ya jambo hili kubwa. Lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nitumie nafasi hii kipekee sana nimshukuru sana Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Kwa hakika hii aliyotufanyia yeye katuonyesha imani kama kiongozi wetu. Mimi mmoja kati ya watu ambao katika nafasi zake 10 ameonyesha kuwa amenipa imani, na nyote mashuhuda kwamba alinipa dhamana. Nilikuwa na dhamana kwa kipindi chote cha miaka hii 5 ya nafasi ya ukuu wa mkoa, tena wa mkoa huu wa serikali mjini Magharibi, na sote tunafahamu ugumu na uzito katika nafasi kama hii, hasa katika vipindi hivi ambavyo vimepita. Ni dhahiri ninachoweza kukisema, kwanza baada ya kusema alhamdulillah, lakini pili nimshukuru sana kwa kuniamini, kuendelea kuniamini. Na sasa Mheshimiwa Rais inaonekana baada ya kufanya jambo hili, basi nadhani ameona vizuri naweza kuja kumsaidia kwenye chombo hiki cha kutunga sharia katika kuhakikisha tunawakilisha vizuri chombo hiki. Kwa sasa niseme kwamba, na nimpe ahadi kwamba Mheshimiwa Rais hatajutia, hatajilaumu, hatutamwangusha. Mimi pamoja na wenzangu ambao nafasi hizi 10 lakini tumepata almost nafasi 8. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema kwamba tuna kila sababu ya kuona kwamba kile ambacho anakitarajia Mheshimiwa Rais ndani ya chombo hiki cha kutunga sharia, kwa maana Baraza la Wawakilishi, kinatendeka na Wazanzibari wanapata maslahi mapana. Inshallah Mwenyezi Mungu akipenda, na sisi tutatumia nafasi hiyo kumsaidia Mheshimiwa Rais, lakini pia kulisaidia Baraza la Wawakilishi kuhakikisha zile dhamira za serikali yake, lakini dhamira za baraza lenyewe na wananchi kwa ujumla wa Zanzibari zinafikiwa. Na nataka niseme tu kwamba bado mapema mno kusema, hasa kama vijana wengine wapya tulioingia kwenye baraza hili, kwamba nini hasa tutafanya. Unajua pana taratibu, miongozo, lakini tunajua siku ya siku miongozo na taratibu hizi zikaifikishe Zanzibar pahali ambapo zimefikia, kuna ile prosperity, yani yale maendeleo ya hali ya juu, development inakuwa zaidi ya hapa ilipo. Na hiyo ndio dhima tukiwa Wazanzibari. Sasa najua wakati mwingine wako watu ambao, na niwatoe hofu, unapoingia kwenye mjengo huu unavaa koti sasa la jengo hili na sasa maana wako wengine mtu anaweza sasa walikuwa rasi mchaka humu, mchaka utakuwemo, lakini unaoendana na mazingira ya humu. Hatuwezi kuwa tumeletwa kuja kufanya kazi halafu kile kinachotegemewa kisiwe hicho. Mimi kwa kweli tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, na niseme kwamba ujio wetu wa leo kuwapa na kuwa na sisi sasa tumekuwa, kwanza ni surprise, kwa sababu hili waandishi, labda nataka niwaambie, sikuwa kuna siku nimeota wala sikupanga hata sikujua
mpaka matokeo haya yanatoka, mimi napigiwa simu, nimelala mwenyewe, nilikuwa navuta tasbihi zangu tu, nimelala nashtuka, naambiwa bwana, huku kuna mkeka. Watoto wa mjini wananiambia bwana RC, huku kuna mkeka, nikidhani kwamba ni usome huo mkeka wenyewe, kujiona mle kama nilipigwa na butwa. Lakini nasema alhamdulillah, lakini ukweli nilichanganyika, nilihemewa. Nikawa nasema sasa inakuwaje? Maana nimeshazoea mimi mwanajeshi, si unajua. Sasa habari hizi sasa huko inabidi sasa nijipange kivingine ili kuona dhamira za nchi yetu, malengo ya sera zetu, katiba yetu ya nchi tunahakikisha tunaitimiza, na yale malengo hasa ambayo viongozi wetu wa taifa hili wanayatarajia kwamba na sisi tuyafikishe, kuhakikisha kwamba malengo yanafikiwa. Tunaisimamia serikali, maana ndo kazi yetu hiyo. Sasa tunaenda kuisimamia serikali. Sasa bahati nzuri watu wanasema adhabu ya kaburi anayejua maiti. Sasa na siri ya mtungi anayejua kata. Mimi nilikuwa serikalini, mazuri, mabovu, mapungufu mfano na yafahamu. Chochoro ipi ukipita manake unafanya ni. Sasa nimeambiwa sasa nenda kaisimamie sasa hii serikali, kwa kuhakikisha kwamba serikali hii inatekeleza yale yote ambayo siku ya siku matakwa ya kisheria na kikatiba na matakwa ya wananchi yanatimia. Yote ni washukuru kwa mara ya mwisho wananchi wangu wote wa mkoa wa Mjini Magharibi. Nisingemaliza kusema maneno yangu kama nisiwashukuru wananchi wote wanaoishi mkoa huu wa Mjini Magharibi, wenyeji na wale wageni. Kwa hakika kwa kipindi chote nikiwa mkuu wa mkoa ndani ya miaka 5, mmenipa ushirikiano mkubwa sana. Niwaombe basi leo alhamdulillah, niliyekuwa kiongozi wenu wa mkoa huo nimepata nafasi nyingine. Mheshimiwa Rais ameniamini kwenye eneo jingine. Bado naamini yako maeneo ambayo na nyinyi kwa namna moja ama nyingine mtakuwa ni sehemu ya kunisaidia ama kumsaidia Mheshimiwa Rais kupitia mimi, kupitia hili baraza la wawakilishi, na si jingine nalo ni kuona zile changamoto na mambo mengine. Bahati nzuri sisi tunaopitia viti vya Mheshimiwa Rais Zanzibar hii tunaweza tukaona changamoto yoyote na sehemu yoyote na tukaishauri serikali. Kwa hiyo nishauri na niseme kwamba tuko pamoja na bado ningali mwananchi wa mkoa huu, tuwe pamoja na niwatakie kila laheri, na kwa kweli tuko tayari kuanza kazi hii ya ujumbe wa baraza la wawakilishi hili letu hapa Zanzibar. Asanteni sana.